wa neema, ni Mungu wa neema, ni Mungu wa neema. Huyo ni Mungu wa neema, ni Mungu wa neema, ni Mungu wa neema, ni Mungu wa neema. Oh, haya maisha, haya maisha, Baba, haya maisha, kuishi kwangu ni wewe. Oh, haya maisha, haya maisha, haya maisha, kama sio wewe na sio kwa ujanja, na sio kwa ujanja, na sio kwa ujanja. Kana ni mbele za Bwana. Umkumbushe rafiki yako kuna jambo labda ulisahau. Ni jambo lipi ulisahau kufanya nacho mbele za Bwana? Ukumbushe tu rafiki. Asante. Ninajua Mungu ni mwaminifu kwa wakati wake. Na Mswahili husema kwamba Mungu ni mwema kila wakati. Mzungu naye akasema God is good all the time. Kwamba Mungu ni mzuri tu kwa kila wakati. Hakunako wakati wowote Mungu atakuwa mbaya mbele sana. Pendo wa Mungu, tumefika wakati ambao tunataka tupokee neno la Bwana mchana wa leo. Na vile ilivyo desturi yetu ni kwamba Bwana yuko pamoja nasi. Wapendwa wa Mungu, unaweza kuwa unaishi kwa maisha ukijiuliza maswali mengi sana vile Mungu alivyokuacha. Swali ambalo mtu huuliza wakati katika changamoto ama katika hali ngumu, Bwana ameniacha. Anajiuliza, nilikuwa rafiki wao lakini leo hii wameniacha. Sio ndio maswali tunauliza? Hiyo ndio maswali tunauliza. Ufike mahali uombe kwa kusema Mungu ametuacha. Lakini mpendwa, nimekuja leo kukukumbusha Bwana hatakuacha hata dakika moja. Lakini kile Bwana alituachia tu ni kitu kimoja. Mungu mwenyewe alipeana amri ya kwamba tuweze kuitimiza, ndipo tuweze kupokea baraka. Kwa mchana leo mpendwa, ninataka nizungumze jambo kuhusu maisha yako, na tunataka tujifunze maandiko matakatifu kutoka kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy chapter number 12 verse 1. Tunasoma kitabu ambacho ni Kumbukumbu ya Torati mlango wa 12 mstari mdogo wa kuanzia kwanza 2 hadi 3. Nataka nizungumze hapo mambo machache sana. Kumbukumbu ya Torati chapter number 12 verse 1 to 3. Kichwa chake ni mahali pamoja pa ibada. Mungu ananena na wana wa Israeli. Mungu anajaribu kuwakumbusha na kuwapa haki zao walizokuwa wamelia kwa miaka mingi. Wapendwa, wana wa Israeli katika maisha yao waliteseka. Wamisri waliendelea kuhangaisha wana wa Israeli, lakini Mungu aliwaambia Waisraeli, alikuwa anawatia moyo kupitia kwa mtumishi wake Musa. Mungu hangewacha Waisraeli. Mungu hajakuacha wewe uteseke. Mungu hajakuacha wewe uhangaike. Mungu hajawacha wewe uwe jinsi ulivyo leo. Lakini tunataka tusikize maandiko inasema namna gani. Kumbukumbu ya Torati chapter number 12 verse 1 to 3. Aliyepata? Msomaji aliyepata soma. Amen.
Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote zitakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa matakayo yamiliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na nchi ya kila na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni nguzo zao na mashera yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao ifutiliwe mbali na mahali hapo, wala msifanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni neno la Bwana analowapa wana wa Israeli. Wapendwa, wana wa Israeli walipokuwa wanaishi, walihangaika Bwana kwa maisha yao, waliteseka, walitembea, walizunguka, lakini Bwana alikuwa ameambia siku yao iko. Bwana alikuwa anaendelea kupatia moyo katika maisha yao kupitia kwa mtumishi wake Musa. Neno la Bwana linasema kwamba ilipofika siku yao, Bwana aliwaambia kwamba sasa ni amri zangu mimi ninawapatia. Mungu anaachilia amri kwa wana wa Israeli. Mungu anaachilia amri ambazo yeye mwenyewe alitangaza akasema, hizi ndizo amri mtakazozifuata. Anaambia Israeli, mnaenda kuimiliki hiyo nchi ambayo niliwaidia baba zenu. Na wakati wa Israeli walipokuwa wanaenda, wapendwa, hiyo nchi ilikuwa tayari imetolewa mataifa ambayo ilikuwa inatukutu neno la Bwana. Kwa hivyo Bwana anasema kwamba hiyo nchi ambayo alikuwa ameahidia baba zao wa Israeli sasa wamefika mahali wanaenda kuipokea. Na Bwana anawaambia kwamba hii ndiyo amri mimi ninawapa. Wapendwa wa Mungu, Bwana alipoachilia amri yake kwako, je, uliitunza? Uliza jirani yako, ulitunza sauti ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nyuma yangu, sauti niliyopewa, nitunze tu sauti ya Mungu. Bwana alipowaambia Waisraeli ya kwamba amri yangu ambayo mimi ninawapa nyinyi, nifanyieni haya. Namba tu inasema ya kwamba vunjeni kabisa, inasema vunjeni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ulipewa amri, na amri hii inapewa kwa wana wa Israeli kwa sababu wao ndio walikuwa wamejua siri za Mungu. Wamisri hawako wamejua, maana ni kama nchi yao ilikuwa na sanamu, nchi yao ilikuwa na miungu. Kwa hivyo walipokuwa wanaendelea kuabudu miungu, Mungu mwenyewe aliangamiza vitu zao. Kwa hivyo Bwana anaambia Waisraeli, kwa sababu mlijua siri zangu, ninawapa amri zangu muende nayo, kwamba hiyo nchi mnayoenda kuingia mvunje vyote vilivyokuwa ndani. Je, wewe mtumishi wa Mungu ambaye uko hapa, mshirika wa Bwana, amri zake Bwana ujitii? Bwana Yesu asifiwe. Nauliza, amri gani? Maandiko inasema kwamba Bwana aliwaamrisha Waisraeli, unapofika vunjeni kabisa mahali popote watu walikuwa wanaabudu. Wewe Bwana amekufunulia siri zake. Unaishi katika jamii yako, lakini ungali umekalia katika ufalme wa jamii. Maandiko inasema Bwana amekupa uwezo kwamba wewe kama mtumishi wake, mahali unapoishi haustahili kuishi njaa, haustahili kuishi kwa kilio, haustahili kuishi kwa machozi, haustahili kuishi kwa kuhangaika. Bwana anasema kwamba amri yake ni kwamba uvuje mahali pale umeingia. Mama, umeingia kwa nyumba yako, bomoa madhabahu yaliyoboma. Mzee, umeoa, bomoa madhabahu ya kwao, ili
katika njia ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, maandiko inasema kwamba aliwapa amri akawaambia, kilio chenu kwa vile kimefika mwisho. Sasa imefika ni wakati madhabahu yote mahali popote walipokuwa wanaabudu sanamu zao muweze kuzivunja. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikwambie mpendwa, wewe unayeishi, wewe unayesumbuka, wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe ni muumini wake Kristo Yesu. Maandiko inasema kuna vitu bado haujavifanya. Yesu anakwambia kwamba rudi uende uweze kuvifanya, na utavifanya kwa njia gani? Ninataka uamini Bwana kwamba yoyote mahali popote, mchanga wowote ambao umepandwa katika nyumba yako, kwa maisha yako, kwa watoto wako, maandiko inasema kwamba ni wakati wa kukemea na kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu chochote Bwana ameweka mbele zako. Kuna kila kitu Bwana ameweka mbele zako, lakini siri ni kwamba Bwana ameweka siri ndani mwako wewe ambaye ni mtumishi wa Bwana. Ndipo maandiko inasema alipomaliza kuangamiza wa Misri, aliwaambia Waisraeli, ingieni katika hiyo nchi, maana hiyo nchi mimi ndio nimekupa. Vyovyote ambavyo viko, wewe ndio unaenda kuangamiza. Mahali penye wewe huko siku ya leo, maandiko inasema kwamba wewe ndio unaenda kuharibu vyote vilivyo, vyote visivyoambatana na Bwana, wewe ndio unaenda kuvunja. Vyote visivyo kupendeza, wewe ndio unaenda kuvunja. Vyote ambavyo unavyoviona kukuwa havieleweki, vinakusumbua, ni wewe unaenda kumaliza, na utavimaliza kwa imani ya Bwana kwa ajili ya kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia jirani. Angalia jirani yako. Amekaa na mdekani. Mwambie kwa haifai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie kwa haifai. Anasema nini? Unaweza kuwa mpendwa, unaishi mahali penye huko sasa, lakini kila wakati unafika unakosa kuwa na nguvu. Ni kwa sababu maandiko inasema unapofika kwa ajili ya wewe kupokea nguvu, ni lazima umsaidie Bwana kwa ajili ya kuharibu vyote ambavyo sivyo vya Mungu. Vile vyote unavyoona sio sawa, Bwana amekupa mamlaka ya kuvunja na kufanya mahali pale kuwa mahali pa kukubalika kwa sababu ya wewe. Ni wewe Bwana ameandaa ili uende utengeneze mahali pale. Ni wewe Bwana ameandaa ili uende utengeneze ile nyumba. Ni wewe Bwana ameandaa uende utengeneze ile kijiji. Ni wewe Bwana ameandaa uende utengeneze mahali penye wewe umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uite Bwana. Ndio Waisraeli wanaambiwa walipokuwa katika mateso hawakuwa na ufahamu, lakini kwa vile Bwana amewapa ufahamu, amewaambia kwamba ninawapa amri zangu. Mnapofika katika hiyo nchi, kuna mahali watu walikuwa wanakaa, wanaweka lazima kama hiyo miti yote, mnaambiwa kwamba muweze kuvikemea vyote, mpomoe nguvu zao, mpomoe nyumba zao, mpomoe mipango yao, mpomoe njia zao, na mpomoe kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna unajua unaweza kuwa uliangukia nchi ya magonjwa. Ukiwa katika boma huna amani. Si kwamba ni jirani anayeweka. Ni kwa sababu mahali penye huko haujui ni nani aliyekuwepo. Ndipo anaposema ya kwamba mnapoingia, angalieni uso wangu na mniite nami nitakuja ili nikusaidie kukuwezesha mahali penye huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza kuwa umekaa kwa nchi ya njaa. Ukiwa kule nje uko na umeshiba tu. Kama kisambo unaweza kuwa umeshika pesa. Ukishika tu pesa, uko nayo, sumbe iko na pesa. Sini yako uko nayo. Lakini ukishatembea kidogo inaisha. Unashindwa ni kwa nini? Ukifika kwa boma hata unajikosa mwelekeo. Maandiko inasema kwamba mnapofika kwa hiyo nchi, ni lazima mkemee. Bwana, watu ambao kutumia pesa walikuwa watu maskini, labda nimeingia kwa udongo ya umaskini. Bwana, hizo roho zote unaondoa zote. Roho hizo zote Bwana unatoa. Roho za magonjwa Yesu unatoa. Ujaribu vile unavyoweza uondoe hizo roho mahali unapokaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uza rafiki yako, mwambie uko klasi. Najua ni mbaya sana kudili na mtu mwenye hayuko klasi.
Natili naenda kwa absent mind. Bwana Yesu asifiwe. Mahali penye unakaa. Maandiko inasema angalia mahali penye ulikaa. Kwa maana maandiko yake inasema yeyote atakayetenda hadi utakapomjaribu yeye ametangaza baraka kwako. Wewe mtumishi wa Bwana umeingia katika nyumba ya Bwana, lakini shida zote ni zako. Maandiko inasema angalia mahali penye unakaa. Ukisha angalia mpendwa, mwite Bwana umwambie, katika mji huu nimekuita Bwana, tawala kwa watoto wangu, tawala kwa nyumba yetu, tawala kwa boma letu, tawala kwa kijiji chetu, ili akufanye mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kusemanga ati ni mimi nilipaka. Eti watu wengine mnafika mahali unaanza kusema ni wewe Yesu nimepaki nawe. Ni wewe Yesu nimepaki. Ni wewe Yesu nimepaki nawe. Ni wewe Yesu nimepaki nawe. Ninataka nikwambie, mwambie Bwana nimepaki na wewe. Ukiwa unang'ang'ana katika safari ya kuangalia mahali penye unaishi. Mahali penye unaishi mpendwa, maandiko inasema ya kwamba waliomiliki wa kwanza ndio waliokaa katika hiyo hali. Hiyo hali ulionayo leo, maandiko inasema ilikuwa kitambo. Usipoitoa utaishi kwa kulia miaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, nimekuja kuwapa siri. Siri ni kwamba amri yake Bwana hautaifuata. Ambia rafiki, amri yake Bwana hautaifuata. Sauti imepotea Bwana. Sauti imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amri yake Bwana hautaitii. Na amesema hizi ndizo amri ninazowapa, kwamba nimewapa tu muende mvunje, mpomoe, muiteketeze na kuichoma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ikiwa bahati mbaya uvunje na ukose kuchoma, itakurudia. Na ikiwa bahati mbaya uchome bila kuvunja, naye itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba vunjeni kabisa, pomoeni kabisa, minara yao pomoa, kisha mkipomoa muweze kuichoma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vitatu. Unaweza kuwa ulifanya moja, ukawacha mbili. Kwa hiyo matatizo mpendwa yanakuja ni kwa sababu mbili hizi zimekuwa na mizizi. Maandiko inasema rudi sasa, umwambie niko na uzima, niko na kibali, hii ulionipa ni hii mzuri, lakini Bwana nimelemewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Naye atakusaidia. Naye Bwana atakusaidia. Naye Bwana atakuwezea mpendwa. Lazima unapata ushindi kwa ajili ya neno la Bwana. Ni lazima unapata ushindi kwa sababu ya sauti yake. Maana ameitoa akasema, wewe utakayetii sauti yake na kutunza mpendwa na anakuaidia baraka. Na anasema hili kanisa hata unaweza toka bila uende. Bwana Yesu asifiwe. Na uwezekano utoke hapa na uende ukonje. Kwa sababu gani? Ulipokuja huko amini kwa kile chenye huko ndani. Kumbukumbu ya Torati 11. Kwa ajili hii mpendeni Mungu wako na kushika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo aliyowaambia wana wa Israeli anasema usishike siku zote. Mama, unafika wapi unaachilia ambao sio zake? Unafika wapi unaachilia mambo yake? Endelea kuyashika. Anasema mtakapokuwa katika kilio, endeleeni kushika maagizo yangu. Mtakapokuwa katika mahangaiko, endeleeni kushika maagizo yangu. Za kuvunja na kupomoa na kuharibu na kuchoma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika mahali umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha usihangaike. Ambia rafiki usihangaike. Usihangaike. Yesu ametupa amri. Na anasema tuendelee kuzishika siku zote. Siku zote za maisha yetu tuendelee kuzishika. Na anasema hiyo hiki ametuandalia pamoja na watoto wetu. Bila umeingia mama, unaweza ingia ukiwa maskini na watoto wako wakikuja kukuinua katika utajiri. Unaweza ingia ukiwa tajiri na kwa sababu ya
kutotii ukarudishwa chini ukawa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo je, uliingia namna gani katika hiyo nchi Bwana alitupa? Labda uliingia katika hiyo nchi ukiwa tajiri, na ulipofika mahali mausia yake Bwana umeyatenga. Sasa umefika unasema watu wananitafuta. Hakuna, rudi nyuma, mwambie Bwana kuna mausia moja niliwacha nyuma na ninataka yote niyarudishe, na Bwana atarudisha vyote ulivyopoteza. Na anasema vilivyoliwa na nzige anavirejesha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya wana wa Israeli walipokuwa wamelia, anasema sasa nimewapa nchi ni yenu, vile tembeeni vile mnavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. 12 mlango wa 5. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni uso zenu hapo, nawe waende huko. Bwana Yesu asifiwe. Anawakumbusha pia ya kwamba kuna mahali anaenda kuchagua baada ya kuvunja, kupomoa na kuharibu na kuchoma na kuchukua mausia yake, kushika sheria zake. Anaambia Waisraeli ya kwamba kuna mahali ninachagua muende mkae hapo, na mtakuwa mnaelekeza uso zenu pale kwa ajili ya kunisifu. Leo hii kuna watu wameingia mahali kwa sijuka hapo tena. Kuna wengine wameingia mahali kwa mtu mwingine, majina ni tofauti. Kuna mwenye ameingia hapo kwa sababu ya kupeleka uso wake hapa, mwambie asante kwa sababu ya dawa uliyonipa ilifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna mahali nimechagua wana wa Israeli mtakuwa mnaingia na nitakalisha jina langu pale. Ninataka nikwambie mpendwa, katika nyumba ya Bwana madhabahu yake amekalisha jina lake. Anaambia Waisraeli kwamba mtakuwa mnaingia na kuniweka kuinamisha mimi pale. Bwana Yesu asifiwe. Na watu ile winamira wao maili. Mahali kuna ngoma hizo tunaenda kuinama. Kuna kile wameweka hapa. Pia mtumutaka si mjinga, ni lazima ajitetee. Na kujitetea kwake maandiko inasema Bwana alitangulia kuharibu nguvu zako na akakuahidi kwamba wewe ndiye umeingia. Usijaribu kuangalia nyuma tena kwenda kuangalia huko, bali endelea mbele penye unaenda. Na njia nzuri ni kwamba upomoe. Kama magonjwa yatakulemea, tafuta mbinu nyingine, umwambie Mungu nimelemewa, atakupa mwelekeo. Usiende kwa mkanga mpendwa, usiende kwa mchawi, usiende kwa madawa. Unaweza enda kuleta nyingine ya kukumaliza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua siku moja ndio nipate hao watu ni wakati. Mtu anaweza kuniletea kwa ngoma bwana. Ngoma. Watu mmetoroka. Ngoma ile ndio kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hapa Bwana kwa sababu alichukua jina lake amefanya nini? Amekalisha hapa. Si amekalisha hapa? Kama Bwana amekalisha hapa jina lake, anasema uso wetu kuelekeze pale. Je, wewe kwa mausia yako na Bwana na amri zake na sheria zake, je, kweli umetekeleza? Uso wako unauelekeza katika mahali penye Bwana alichagua? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni naiona vizuri. Ikipika mundu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyumba moja mpendwa, unaweza ingia akakwambia leo pika makoti juu ya hiyo kitu. Unajua kilicho chini? Unajua kilicho chini? Maandiko inasema kwamba jina langu limekaa mahali pale, na mimi mwenyewe Mungu limekaa hapo. Elekeza uso wako kwa madhabahu. Sheria ni kwamba tu utii sheria yake ya kuvunja na kuharibu. Je, mtumishi wa Bwana, unapoenda kupika makoti, umeipika umeshika? Umeshika. You never know kama ni kuku yako ikapo chini. You never know kama ni pesa yako tena umeleta ambayo iko hapo chini.
hatari mpendwa, wewe kwenda na kupitishwa makoti, kwenda na kuambiwa ya kwamba baba piga makoti, funika macho, kana kwamba wewe ni askari. Maandiko inasema Yesu mwenyewe alitumia hata mate yake kwa sababu ya kuponya watu. Yesu mwenyewe alikuwa na uwezo wa kwenda na kupangalia na anakuambia mama, ende nyumbani umepona. Je, wewe umepata uwezo wa kuniambia kwamba mimi wewe toa viatu kanyaga uingie hapo? Uwezo wako ni gani? Wapendwa, tusipomwamini Bwana, kuna mataifa kule nje ambayo inatuangalia, ambaye Yesu anasema aliharibu, ndipo akatutuma sisi tuende. Tupasipo sisi kueneza ujumbe ambao ni wa Misri, Bwana anatuambia kwamba tueneze injili ya kuvunja madhabahu ya magonjwa, ya kuvunja madhabahu ya laana, kuvunja madhabahu ya talaka, ili jina lake liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio ulisaliwa kwa magonjwa, wewe ndio ulisaliwa kwa mtu ya kulialia, lakini kwa makoti unapika mahali popote. Ukifika kwa watu wanakuambia piga makoti, unapiga chini makoti, unainama, unamwamini Bwana. Ukifika ndani ya kanisa piga makoti, unaanza kuangalia mapato kihesabu. Bwana Yesu asifiwe. Kaambia inama chini, tuombe. Wewe unainama chini, unaanza kuchora chini sasa kidogo kidogo. Ukifika kule chini wakikwambia inama chini tuombe, unainama mpaka unaanza kuongea kwa dini. Bwana Yesu asifiwe. Unanena kwa dini kwa sababu gani? Kile kitu wamekanisa hapo kimekunyorosha akili mpaka wewe unaanza kuona tu Yesu ni Bwana. Lakini maandiko inatukumbusha kwamba msijaribu kuangalia nyuma. Kile kitu mtakachofanya ni kuvunja na kufanya nini? Kufuata mausia yao. Unaweza kuwa unahangaika, unalia, umeongea yote yameishi. Maandiko inasema kuna uwezekano wa mti uliokatwa na ukakatika chini, watu wakaamini umekatwa, huyu mti hautawahi mea. Wakachukua mpaka chumvi, wakakuja wakapaka, wakasema huyu mti usiwahi mea. Bwana anasema kwa uwezo wake kuna uwezekano wa mti kuchipuka tena. Kuna uwezekano wa watoto wako sasa kukuwa watu wenye ulikuwa unataka. Kuna uwezekano wa wewe kukuwa mtu wenye ulikuwa unataka. Kwa ajili Bwana amesema hiki ndio waitia papaseni, sasa mimi nimewapa. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, Bwana ametupa mahali ambapo tunatakana tuwe tunamwabudu. Tuweze kuvunja kila madhabahu, tuweze kuvunja kila miroho. Miroho zingine ni za magonjwa, miroho zingine ni za roho mbaya, miroho mingine ni za wivu, miroho ni za vita. Bwana amesema tusivunje mtana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Heri ni jina la Yesu. Heri ni jina la Yesu. Bwana ametupa uwezo mchana wa leo mpendwa, kwamba tunapendelea kufuata usia wake, tunapendelea kuangalia mausia yake aliyotupa. Kuna uwezo wa sisi kukuwa watu wakuu. Na tuambia sisi sasa, kuna wale tumeinama kwenda hata nyuma. Bwana anasema ya kwamba sasa ni mbele kwa jina lake. Bwana anasema twende kuangalia uso wake. Na vyovyote vilivyopotea Bwana anasema vitarudishwa kwa jina lake. Vyovyote vinavyosalia vitawezekana. Maandiko inasema vyote vilirudi kwa wale waliokuwa wamekosa matumaini. Wewe umekaa umepoteza matumaini, nasema ni siku yangu ilipaka. Bwana ameandaa miaka mingi mbele sana. Bwana ameandaa miaka mingi mpaka kwa wajukuu wako. Bwana ameandaa miaka mingi mpaka kwa vitukuu vyako. Na kama hujaona, lazima uone kwa ajili ya neno la Mungu. Nataka niombe na mtu. Unaamini ya kwamba mimi kweli nimekuwa nikihangaika, nimekuwa nikiteseka, sijawahi ona hata raha kwa maisha,
Sasa ni wakati Bwana anataka kunena nao, na amenena nami ili nikukumbushe kwamba vile unavyokaa katika maisha yako, Bwana yuko pamoja na Bwana ananena na mtu mali yako. Ninataka niombe na mtu mali yako mchana wa leo, anayeamini katika maisha yake ya kwamba kweli nimelemewa. Yesu anasema mizigo mizito tumpeleke. Ndivyo Bwana anasema, Mungu mwenyewe anasema fuata amri zangu. Na Yesu anasema unapomsikiza yeye, naye atakupeleka kwa Bwana, naye atakupeleka kwa Mungu mchana wa leo. Kupitia kwa mimi naye nenda na mchana huu, kuna uwepo wa Bwana Maria, kuna nguvu za Bwana Maria. Sinaleta na wajia naishi, umehangaika sana. Mwambia Bwana, sasa Baba, ninakuhitaji. Unipe kibali kwa ajili ya kufunja na madhabahu ninayoishi. Niliingia kwa udongo ambao sikujua ni wa nani. Niliingia mahali ambapo nafanya kazi, sijui ni nani aliyefanyia wa kwanza. Unaweza kwa ukasema ni wewe wa kwanza. Kuna wale waliofanya mahali pale lakini hawakuweza. Ndipo Yesu anasema unapoingia jaribu ile unavyoweza. Usiwe katika ile maisha ya kuhangaika, maisha ya watu waliokuwa kitambo. Yesu anasema ya kwamba usiwe katika yoga. Mchana wale mpendwa, wakati umekaa chini, tafakari ndani ya moyo wako. Tafakari kwa ile jambo. Labda watu wamefikiri umekataliwa. Mpaka leo hii kuna jina umewekewa. Lakini ninataka nikwambie, Bwana Mwenyezi ni Mungu mwaminifu. Bwana Mungu ni Mungu mwaminifu. Hajawaahidi Waisraeli baraka, amewaahidi hata nasi kwa mchana huu. Ameahidi baraka hizo zote ni zetu. Ameahidi kila mmoja kupokea baraka katika jina la Yesu Kristo. Nena na Bwana, nena na Bwana, nena na Bwana, nena na Bwana, nena na Bwana. Habia Bwana, nisaidie, nisaidie. Pata mimi naishi. Nilifikiri ni mimi nilikuja na umaskini. Nilifikiri ni mimi nilikuja na utajiri. Nilipofika pale kwenye kijiji ninachokikalia ni njia pale ya umaskini. Sio hivyo mpendwa, ni mahali penye unyele. Utaomba uwasiwa utajiri, utaomba uwe wa umaskini. Na usiposimama mwenyewe umwambie Bwana, utaendelea kulia machozi, utaendelea kulia machozi. Ambia Bwana mchana wa leo kwamba Bwana simama nami, Bwana simama nami, Bwana simama na watoto wangu, Bwana simama na kazi yangu. Oh Bwana Yesu, tunakuja mbele zako wakati Yesu, tukiitisha uwepo wako Bwana. Kila mmoja ameamini mbele zako, analia kwa ajili ya kazi zake. Oh Yesu, oh Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu mjana wa leo. Yesu ninaomba, Yesu ninaomba, utembee nami, utembee nami, tembea na watoto wangu, tembea na shamba langu. Najua unaweza kuokoa mali yako, lakini shamba lako halina faida kwako. Unaweza kuokoa hapa, hata biashara yako haina faida kwako. Unaweza kuokoa hapa, hata watoto wako hawana faida kwako. Umefika mahali unaulizwa maswali. Ninataka nikwambie mpendwa, kwambia Bwana, ninajua nilitaja mausio moja, niliacha sheria moja ulionipa ili ukaweze kuvunja kwa mchana leo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, tunavunja laana, tunavunja laana zote ambazo ziliinuka juu yetu. Tunavunja laana Mfalme Yesu, tunavunja laana ya umaskini, tunavunja laana ya umaskini, tunavunja katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja maroho za vita, tunavunja roho za vita sasa, tunavunja maroho za vita, tunavunja maroho ya magonjwa, tunaivunja katika Bwana Yesu. Wakati wa sasa tunakuja mbele zako Mfalme, tunaitisha uwepo wako Bwana, tunaitisha mkono wako Jehova. Tunaomba Bwana kwa wakati wa sasa, gusa kila mmoja sasa, gusa huyo baba Jehova, gusa aliyekaa chini Bwana, amekaa kwa magonjwa, amekaa kwa mhangaiko, amekaa kwa mateso. Mguse sasa mkono wako, mguse sasa mkono wako, mguse sasa mkono wako, mguse sasa mkono wako katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yule watoto wamemlemea Bwana, gusa moyo Baba Jehova, gusa wale watoto wake, gusa wale watoto wake Bwana, walioingia Yesu waguse sasa, walio kwa kasi Bwana waguse, walio majumbani waguse, katika jina la Yesu. Roho za laana Jehova, tunakataa roho za laana, tunakataa roho za talaka, tunakataa roho za ushirikina, tunakataa roho za vitina, tunakataa roho za maneno, tunakataa roho za umaskini katika Bwana. Nena na watumishi wako, nena na washirika wako. Neno hili limepita juu yao, tunaomba Bwana ukanene nao, tunaomba Bwana ukaweze kwa pamoja nao, kuwa na nyumba zao, kuwa na wazee wao. Kuna wengine Mfalme Yesu wamekuwa na roho ya Esau. Bwana, wakati wa sasa tunang'oa roho za Esau katika roho za wazee, tunakemea sote sasa roho za kina Esau, tunakemea sasa, tunavunja hizo maroho, tunazikataa katika Asante kwa mchana wa leo, asante kwa ibada ya leo, asante kwa kila mmoja, asante kwa neno lako Bwana. Bariki watu wako, wape roho ya ufahamu, wape roho ya ujasiri, ili jina lako likainuliwe. Na ninaomba machache kwa Yesu aliye mkombozi wetu. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Amen.